Amina, sawa sawa. Nimefurahi sana kukuona hapa Buddha, kukuona hapa San Marcos. Tupeane makofi kwa familia yetu ya San Marcos. Wale ambao pia wanajiunga nasi mtandaoni, tunawaona na tunataka kutoa salamu maalum sasa kwa wanafunzi wetu wa YNG ambao wanajiunga nasi huko Twin Oaks. Tuone kama tunaweza kuwasikia sasa. Njoo YNG. Angalia hiyo. Hiyo ni ya kushangaza. Ndiyo, tunahitaji aina hiyo ya nguvu huko San Marcos na Buddha. Njoo hata sebuleni mwako ukiwa kwenye pajama zako ikiwa unatazama hivyo. Lakini unajua, nafikiri nyuma nilipokuwa na umri huo, miaka michache iliyopita, nilipokuwa na umri wa miaka 15. Je, unakumbuka ulipopata kazi yako ya kwanza? Unakumbuka kazi yako ya kwanza? Ndiyo. Kwa hivyo, kazi yangu ya kwanza ilikuwa nilipokuwa na umri wa miaka 15. Nilikuwa nikifanya kazi na baba wa rafiki yangu wa karibu ambaye alikuwa na biashara ya karatasi ya ukutani, na tungeenda kwa nyumba mpya, ujenzi mpya. Tungeenda kwenye sehemu kama maduka makubwa na tungeweka karatasi ya ukutani. Kwa hivyo kazi yangu ilikuwa kusugua kuta nyingi. Nilifanya kusugua sana. Na kisha pia nilijifunza jinsi ya kulinganisha muundo wa karatasi ya ukutani kwenye sahani za umeme na swichi za taa na karatasi ya ukutani iliyobaki. Ni muhimu sana, unataka mchanganyiko mzuri hapo. Kwa hivyo nilijifunza jinsi ya kufanya hivyo na nilifanya mengi ya hayo. Lakini ningelazimika kuamka mapema sana asubuhi ili kufika kwenye eneo la kazi. Wakati mwingine walikuwa upande mwingine wa Dallas wakati wa giza. Unajua, ningeamka mapema sana na sehemu nyingi tulizofanya kazi, ikiwa ilikuwa nyumba mpya ya ujenzi, hatukuwa na kiyoyozi. Ilikuwa katika joto la kiangazi na ilikuwa moto na ilikuwa na jasho, na nilipata, naamini ilikuwa kama $3 kwa saa, sawa, kwa kazi hiyo, na nilifikiri nilikuwa nafanya vizuri sana na hiyo. Lakini nilifanya kazi na kaka mkubwa wa rafiki yangu anayeitwa Ricky, na Ricky alikuwa Mkristo aliyejitolea, na tungekuwa tukisikiliza mziki wa Kikristo. Tunakuwa na majadiliano mengi kuhusu Biblia. Na nilipokuwa nikifanya kazi, nilikuwa nikikua katika imani yangu. Sikugundua kabisa wakati huo, lakini msimu wangu katika biashara ya karatasi ya ukutani ulikuwa ukiniandaa kwa wito mkubwa ambao Mungu alikuwa nao juu ya maisha yangu, ambao angeanza kunionyesha. Nilipokuwa na umri wa miaka 15, nilifikiri nilikuwa napata pesa za ziada za matumizi, lakini kile ambacho sikujua ni kwamba Mungu alikuwa akitumia asubuhi hizo za mapema, vyumba hivyo vya moto, mazungumzo hayo na hata muziki huo wa Kikristo, kutumia yote hayo katika maisha yangu kuunda kitu katika maisha yangu. Na nikitazama nyuma, naweza kuona kusudi katika msimu ambao ulionekana wa kawaida wakati huo. Na hiyo inaibua swali la nini Mungu anaweza kuwa anafanya katika maisha yako sasa hivi ambalo huwezi kuona bado. Labda uko katika msimu sasa ambao hukuwahi kufikiria ungekuwa nani. Ulifikiri ungekuwa mbali zaidi katika mchakato sasa. Ulifikiri mlango ungekuwa umefunguliwa. Ulifikiri maombi hayo yangekuwa yamejibiwa. Badala yake, unafanya kitu kinachoonekana kidogo. Inaonekana haionekani. Inaonekana kama unapitia kitu ambacho hakihitajiki, au unatembea kwenye barabara ambayo hukupanga kuchukua. Na wakati maisha yanapochukua moja ya mabadiliko haya yasiyotarajiwa, kwa kawaida tunaanza kufikiria, kwa nini? Kwa nini hii inanitokea? Tunafikiria kwamba ikiwa Mungu ana kusudi kwa maisha yetu,
basi barabara inayoongoza kwenye kusudi hilo itakuwa mstari wa moja kwa moja. Itakuwa barabara ya moja kwa moja. Lakini katika Biblia yote watu wa Mungu tunaona mara chache walitembea kwenye njia ya moja kwa moja kupokea ahadi, na hiyo ilikuwa kweli katika maisha ya Daudi. Daudi alichaguliwa na Mungu, alipakwa mafuta kuwa mfalme wa Israeli, lakini hakuenda moja kwa moja kutoka kwenye sherehe ya upako hadi kwenye jumba la kifalme. Kwa kweli, barabara yake kuelekea jumba la kifalme ilipitia malisho, uwanja wa vita, kukataliwa, usaliti, na hata alikaa muda katika pango. Na je, hupendi wakaa kwenye chumba cha kusubiri? Namaanisha, hakuna mtu anayependa vyumba vya kusubiri. Na unaposubiri, unajua daktari yuko nyuma huko akifanya kitu ambacho huwezi kuona, lakini bado unapaswa kukaa na kusubiri miadi ianze. Na nina hakika ndivyo Daudi alivyohisi, lakini kwa kiwango kikubwa zaidi. Lakini alijua alichaguliwa wakati mafuta yalipomwagwa kichwani mwake. Lakini huenda alifikiri kwamba alikuwa amesahaulika katika wakati huo. Lakini kile kilichokuwa kinatokea kweli ni kwamba Mungu alikuwa akikuza kitu ndani ya Daudi kwa kusudi la Mungu. Malisho yalikuwa wakati wa maandalizi. Vita vilikuwa pia maandalizi. Kukataliwa kulikuwa maandalizi. Hata pango lilikuwa wakati wa maandalizi. Mikato ya Daudi haikumwondoa. Kwa kweli, ndivyo ujumbe wa leo unavyoitwa, ni mikato haikukutoa. Na kwa kweli, zilimsaidia kujiandaa kwa kile ambacho Mungu alikuwa amemwandalia. Na hiyo inatuleta kwenye ukweli ambao tunazungumzia leo, na hiyo ni kwamba mikato ya maisha inaweza kwa kweli kuwa chumba cha mafunzo cha Mungu kwa ajili ya siku zako zijazo. Au kusema kwa urahisi, kurudi nyuma kwako kunaweza kuwa mpangilio wa Mungu. Sawa. Kurudi nyuma kwako kunaweza kuwa mpangilio wa Mungu katika maisha yako. Daudi alichaguliwa na Mungu. Alipakwa mafuta kuwa mfalme wa Israeli hatimaye. Na Mungu hakumchukua Daudi moja kwa moja kutoka kwenye sherehe ya upako na kumweka kwenye kiti cha enzi. Alienda kutoka malisho hadi jumba la kifalme, lakini kutoka jumba la kifalme hadi uwanja wa vita hadi mafichoni, kutoka mafichoni hadi mapango. Na manisha, barabara yake ilimpeleka kila upande. Daudi tayari alikuwa amepokea ahadi, lakini kisha akaenda kwenye barabara nyingine ambayo ilionekana kuwa inaelekea mahali pasipo na haraka. Na ingawa alikuwa amepakwa mafuta kama mfalme, kwa muda alibandikwa kama mkimbizi. Alijua kwamba alikuwa amechaguliwa na Mungu, lakini alikataliwa na watu, angalau kwa muda. Lakini mzunguko wa Daudi haukumwondoa. Mungu alikuwa akitumia mizunguko hiyo kumkuza. Na ukweli ambao tunahitaji wiki hii ni rahisi sana. Na hiyo ni kwamba kurudi nyuma kwako kunaweza kuwa mpangilio wa Mungu. Hatuwezi kila wakati kuona kile Mungu anafanya katika mchakato, lakini bado tunaweza kumwamini Mungu kwamba hakuna maumivu tunayoweka mikononi mwa Mungu yanayopotea. Atatumia yote kwa kusudi lake. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo nataka tuone, na unaweza kufuatilia katika pointi za muunganisho wako kwenye programu yako ya Connection Church, na hiyo ni kwamba kucheleweshwa kwa Mungu si lazima kukataliwa kwa Mungu. Kwa hivyo hebu tuangalie kinachotokea hapa katika Moja Samueli sura ya 16. Mungu anamwambia Samueli nabii, anasema, nimemchagua mfalme mpya wa Israeli,
na nataka uende na kumtia mafuta mfalme huyu mpya. Na hivyo Samueli anaenda nyumbani kwa mtu anayeitwa Yese, ambaye alikuwa na wana 8. Na kwanza, bila shaka, Yese anamleta mwanawe wa kwanza anayeitwa Eliabu. Na inaonekana Eliabu anaonekana kama anafaa, ana nguvu, yeye ni mrefu, yeye ni wa kuvutia. Alikuwa aina ya mtu ambaye ungetarajia kuona kwenye bango la kampeni la mfalme. Na 1 Samueli 16:6 inasema, walipofika Samueli alimwona Eliabu na kufikiri, hakika Masihi wa Bwana yuko hapa mbele za Bwana. Samueli anamwangalia Eliabu mara moja na anafikiria, ndiyo, huyu lazima awe ndiye. Lakini Mungu anasema katika 1 Samueli 16:7, usiangalie sura yake au kimo chake, kwa maana nimemkataa. Bwana haangalii vitu ambavyo watu huangalia. Watu huonekalia mwonekano wa nje, lakini Bwana huangalia moyo. Je, hupendi hilo? Mungu anaona sifa ambazo watu wengine wanapuuza. Samueli alikuwa akitafuta mtu ambaye alionekana kama Chris Hemsworth, ambaye angecheza mfalme kwenye filamu, lakini Mungu alikuwa karibu kuchagua mtu ambaye hawangemruhusu hata kuingia kwenye usaili kwa ajili ya sehemu hiyo. Yese anamleta mwana mmoja baada ya mwingine, kila mwana akiwa wa kuvutia zaidi kuliko wa mwisho. Lakini kila wakati Mungu anasema hapana, 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 si yeye. Na hatimaye Samueli anauliza, je, hawa ndio wana wote ulionao? Na Yese kimsingi anasema, naam, nina mmoja zaidi, lakini yeye ndiye mdogo. Yeye ndiye mdogo, yuko shambani na kondoo. Kwa maneno mengine, kuna Daudi, lakini najua kwamba humtafuti Daudi. Yeye ndiye mtoto, yeye ndiye mchungaji. Hata hatukufikiria kwamba alihitaji kufika hapa leo. Daudi alikuwa asiyewezekana kuchaguliwa, kiasi kwamba familia yake mwenyewe ilimwacha kwenye orodha ya wageni. Lakini Samueli anasema, mtumeni. Hatuendi popote mpaka afike hapa. La Daudi anaingia na Mungu anasema, huyo ndiye. Simama na umtie mafuta. 1 Samueli 16:12. Kisha Bwana akasema, simama na umtie mafuta, huyu ndiye. Yule ambaye kila mtu mwingine alimpuuza ndiye ambaye Mungu alimchagua. Daudi alikuwa mdogo zaidi. Alikuwa na wasifu usiovutia zaidi kati ya wote. Hata hakualikwa mpaka Samueli alipomwita. Lakini Mungu aliona kitu ndani ya Daudi ambacho hakuna mtu mwingine angeweza kuona. Watu waliona kijana mchungaji, lakini Mungu aliona mfalme. Watu waliona mtu mdogo sana na asiye na uzoefu, lakini Mungu aliona moyo ambao angeweza kuunda na kutumia. Labda umewahi kuhisi hivyo. Wewe umewahi kuhisi kwamba wewe si muhimu vya kutosha au wa kuvutia vya kutosha kwa Mungu kuweza kutumia maisha yako, lakini watu hawana neno la mwisho juu ya maisha yako. Mungu ndiye. Mungu anajua kile alichoweka katika maisha yako ambacho anaweza kutumia kwa kusudi lake, na katika Biblia yote anawaita watu ambao wengine wamewapuuza na kuwaandika. Wakati Daudi alipotiwa mafuta, Roho ya Mungu inasema ilimjia kwa njia yenye nguvu, na ninajiuliza kama wakati huo Daudi alifikiri, hii ndio mimi nimefanya, wakati wangu umefika. Lakini sherehe ilipoisha, Daudi hakuenda kwenye ikulu. Alienda kurudi kwenye malisho. Alienda kurudi kwa kondoo. Hiyo lazima ilikuwa ya kuchanganya sana.
Alikuwa ametiliwa mafuta kwa zaidi, lakini jukumu lake lilikuwa bado liko mashambani. Kulikuwa na ahadi ya baadaye katika maisha yake, lakini hali yake ya sasa ilikuwa kuendelea kufanya jambo lile lile alilofanya kabla. Lakini labda ilichukua maana mpya kabisa wakati huo. Ni rahisi sana kwetu kukata tamaa wakati huo, kwa sababu wakati hilo linapotokea kwetu, tunaanza kujiuliza, je, nilikosa kitu? Je, nilimwelewa Mungu vibaya? Je, Mungu alinisahau? Je, wito huu katika maisha yangu ulikuwa halisi? Lakini kucheleweshwa kwa Mungu si lazima kukataliwa kwa Mungu. Wito wa hadharani wa Daudi ulikuwa tayari umetangazwa, lakini maandalizi yake ya faragha yalikuwa bado yanaendelea. Wakati Daudi alikuwa shambani, alikuwa akifanya nini? Alilazimika kujifunza kutumia kombeo ili kulinda kondoo kutokana na mashambulizi ya wanyama wa porini, lakini baadaye Daudi angeweza kutumia ujuzi huo huo kumwangusha jitu. Wakati Daudi alikuwa shambani, alikuwa akifanya mazoezi na alikuwa akijifunza kucheza kinubi chake ambacho kilikuwa chombo chenye nyuzi 7 au 8, na aliandika nyimbo na aliimba, na hivi karibuni angeweza kutumia ujuzi huo huo kumtuliza Mfalme Sauli katika ikulu, na angeweza kutumia ujuzi huo kuandika zaburi tunazosoma katika Biblia. Kwa hivyo swali ni, unafanya nini na kile ambacho Mungu ameweka mikononi mwako sasa hivi leo? Unakuwa nini ambacho Mungu anaweza kutumia kwa kile alichoweka mbele yako? Mungu anaweza kutumia msimu huu ambao uko ndani yake kukuandaa kwa kitu kikubwa zaidi, sawa? Inaweza kuwa ujuzi wa watu, inaweza kuwa utawala, inaweza kuwa kuhudumia. Usidharau jukumu hilo ulilonalo sasa hivi, na usikimbilie tu kulimaliza ili kufika kwenye sura inayofuata. Mungu anaweza kuwa anatumia wakati huu kukuendeleza kwa kile kilicho mbele. Hii ndio kanuni. Lazima uwe mwaminifu shambani kabla Mungu hajakuweka kwenye ikulu. Kwa hivyo majukumu hayo ulionayo sasa hivi ambayo yanaonekana madogo yanaweza kuongeza nguvu unayohitaji baadaye. Daudi alijifunza jinsi ya kulinda kondoo kabla ya kujifunza jinsi ya kuongoza watu. Daudi alijifunza jinsi ya kuwa na ujasiri alipokuwa peke yake kabla ya kushangiliwa na mtu yeyote hadharani. Kwa hivyo, uaminifu unaonekanaje katika maisha yako leo? Inaweza kuonekana kama kufika kazini ambayo huipendi sana, lakini kuifanya kwa ubora na uadilifu. Wanafunzi, hivi karibuni tena itaonekana kama kufika shuleni na kujitahidi kujifunza kile kinachohitajika kujifunza ili uweze kufanya kitu zaidi, unajua, cha athari zaidi katika miaka ijayo. Inaweza kuonekana kama kuweka simu yako chini na kuwa na watu halisi walio karibu nawe. Inaweza kuonekana kama kutimiza ahadi yako wakati ingekuwa rahisi zaidi kuivunja. Inaweza kuonekana kama kuhudumia nyuma ya pazia, kama kusamehe wakati bado unaumia, au inaweza kuonekana kama kuendelea kuomba wakati inaonekana kama hakuna kinachotokea. Inaweza kuonekana kama kutumia vipaji vyako sasa ambapo unaweza, badala ya kusubiri nafasi unayotarajia kuwa nayo siku zijazo. Uaminifu si kitu kikubwa na cha kushangaza kila wakati. Kwa kweli, mara nyingi ni kufanya jambo sahihi linalofuata ambalo Mungu ameweka mbele yako. David hakujua ni lini angefikia kiti cha enzi, lakini alijua bado angeweza kutunza kondoo shambani. Huna haja ya kuelewa jinsi mustakabali wako utakavyokuwa
ili uwe mtiifu kwa Mungu. Leo haijalishi ucheleweshaji ni wa muda gani, bado unaweza kufanya kazi juu ya wewe ni nani na unakuwa nani mahali ulipo leo. Kumbuka, kurudi nyuma kwako kunaweza kuwa ni mpango wa Mungu. Na pia acha pango liwe darasa. Hatimaye David aliingia katika huduma ya Sauli. Alimshinda Goliathi. Alishinda vita. Kila mtu alikuwa akimshangilia na alishangiliwa na kupendwa na watu wote. Lakini mafanikio ya David yalimfanya Sauli kuwa na wivu sana, na hivyo Sauli alijaribu kumuua David. Na David alipoteza nafasi yake, alipoteza usalama wake, alipoteza nyumba yake. Katika Foshja Samueli 24 verse 1 inasema, David aliondoka Gathi na kukimbilia kwenye pango la Adulam, na akawa mkimbizi na akajificha kwenye pango. Ni wangapi kati yenu mmewahi kuwa kwenye pango? Sawa, kubwa au ndogo. Najua nimekuwa kwenye mapango madogo sana na mapango makubwa zaidi, lakini nakwambia si mahali ambapo ningependa kuishi sawa kama mtu wa pango. Na hivyo ndivyo David alivyokuwa. Alipakwa mafuta kuishi katika jumba la kifalme, na sasa alikuwa akikaa kwenye pango. Lakini pango likawa darasa. David alijifunza jinsi ya kumtafuta Mungu alipokuwa katika hali ya udhaifu mkubwa. Alijifunza jinsi ya kuwaongoza watu walioumizwa. 1 Samueli sura ya 22 inasema kwamba watu waliokuwa na dhiki, madeni na waliovunjika moyo, watu wasioridhika walianza kukusanyika karibu la David. Hivyo David alianza kuwa kiongozi wa kundi la watu waliovurugika karibu naye. Hawakuwa viongozi waliopambwa vizuri. Walikuwa watu waliovunjika ambao walikuwa wakitafuta tumaini. Kabla ya David kuongoza taifa, alijifunza jinsi ya kuwaongoza watu kwenye pango, na pango pia lilikuwa mahali pa ibada. David aliandika zaburi nyingi alipokuwa akiishi kwenye pango. Katika Zaburi 57, David anamwomba Mungu kutoka kwenye pango. Anasema, moyo wangu, Mungu, ni thabiti. Moyo wangu ni thabiti. Nitaimba na kutunga muziki, akustiki nzuri kwenye pango. David hakusubiri hadi afike kwenye jumba la kifalme kuanza kumwabudu Mungu. Aliabudu pale alipo. Unajua, kile nilichogundua kila siku ni kwamba kuinua uzito kungekuwa rahisi sana kama si kwa upinzani. Sawa? Upinzani unakuja kila ninapoinua moja ya uzito huo. Ninapofanya mazoezi kwenye gereji yangu, najua nitakutana na upinzani. Na upinzani unahisi kama tatizo, lakini kwa kweli ndio unaokuwa misuli. Shinikizo ndilo linaloleta matokeo. Na inahisi kama inafanya kazi dhidi yako, lakini kwa kweli inafanya kazi juu yako. Inafanya kitu katika maisha yangu, na hivyo ndivyo pango lilivyofanya kwa David. Shinikizo liliendeleza uvumilivu wake, kutokuwa na uhakika, kuliongeza utegemezi wake kwa Mungu. Kuongoza kundi la watu waliokuwa na dhiki na waliovunjika moyo kulimfundisha jinsi ya kuwa na huruma na kupinga jaribu la kumuua Sauli kulitia nguvu tabia yake. Na nina hakika kwamba kilio na sala ya David ilikuwa, Mungu, ondoa na punguza shinikizo kutoka katika maisha yangu. Lakini Mungu alikuwa akitumia shinikizo kumwandaa. Baadhi ya upinzani unaokabiliana nao leo huenda hauko njiani mwako.
Mungu anaweza kuwa anatumia upinzani huo kujenga kitu ndani yako ambacho unahitaji kwa kile kilicho mbele yako. Pango liliendeleza kitu ndani ya David ambacho jumba la kifalme halingeweza kuendeleza. Unajua, mafanikio yanaweza kufichua kipaji, lakini matatizo yanafichua na kuendeleza tabia yako. Na kama hauendelezi tabia yako mapema, basi hautaendelezwa vya kutosha kubeba uzito ambao utalazimika kubeba na kuweza kuushikilia. Sawa, kipaji chako kinaweza kukupeleka mahali ambapo tabia yako haiwezi kukuweka ikiwa haufanyi kazi kwanza juu ya kuendeleza wewe unakuwa nani. Pango lako linaweza kuwa ni kwamba unapitia leo msimu wa kusubiri, au labda unapitia msimu wa huzuni au wa kupoteza, au labda pango lako ni mahali ambapo unajisikia hauonekani na unajisikia umefichwa. Lakini wakati uko kwenye pango, muulize Mungu akuonyeshe ni mimi anachotaka ujifunze. Anakufundisha nini? Anaendeleza nini kinachohitaji kuendelezwa katika maisha yako? Na angalia jinsi unavyoweza kuanza kuwahudumia wengine wakati uko kwenye pango, na angalia jinsi unavyoweza kuendelea kumwabudu Mungu wakati bado unasubiri. Pango si mwisho wa hadithi, sawa? Inaweza kuwa ni moja ya sehemu ambapo Mungu anakutayarisha kwa kile alichonacho mbele yako. Kurudi nyuma kwako kunaweza kuwa ni mpango wa Mungu, sawa? Na kisha usichukue njia ya mkato inayokugharimu tabia yako. Hii ni jaribu sana. Wakati Sauli alikuwa akimwinda David alikuwa na fursa hii ya ajabu. Katika 1 Samueli 24:30 inasema, alifika kwenye mazizi ya kondoo njiani. Pango lilikuwa pale na Sauli aliingia kujisaidia. Sawa, Sauli ni mfalme, lakini bado anahitaji kufanya mambo yake, sivyo? Unapohitaji kwenda, unahitaji kwenda. Kwa hivyo anapata mahali pa siri, angalau anafikiri ni siri, ili kufanya shughuli zake. Lakini alichokuwa hajui ni kwamba David na watu wake walikuwa nyuma zaidi kwenye pango nyuma yake. Sasa ungependa kuwa mmoja wa wale watu kwenye pango na yule anayekufuatilia anakuja kujisaidia. Sawa. 1 Samuel chapter 9 verse 1. Hapa ndipo watu walisema, hii ndiyo siku ambayo Bwana alizungumza aliposema kwako, nitakupa adui yako mikononi mwako ili ufanye naye utakavyo. Walikuwa wakimwambia David, hii ndiyo sasa umempata pale unapotaka. Kwa kweli, Mungu lazima ndiye aliyemwongoza Sauli kuingia hapa ili uweze kumtoa. Na ilionekana kama wakati mzuri, na kisha David angeweza kuwa mfalme. Na marafiki zake wote walikuwa wakimshangilia na kumsukuma, na wewe unaweza kumshika sasa. Lakini tatizo lilikuwa njia ilikuwa mbaya. David hangeweza kumuua Sauli. David hangeweza kukiuka njia za Mungu ili kuharakisha ahadi ya Mungu. David alielewa kitu ambacho tunasahau, na hiyo ni kwamba mlango ulio wazi hauimaanishi kwamba Mungu ameufungua. Wakati mwingine Mungu hufanya kazi kupitia milango iliyofungwa. Na baadhi ya fursa ni majaribio ya kuona kama tutamwamini Mungu kweli au tutachukua hili mikononi mwetu wenyewe. David angeharibu tabia yake ili kupata kile alichotaka. Unajua, kama angechukua mfalme kwa njia hiyo, basi nini kingemzuia mtu mwingine, mtu anayefuata, kumtoa David kwa njia hiyo hiyo? Mungu hakuwa tu akitayarisha kiti cha enzi kwa David. Mungu alikuwa akimwandaa Daudi kwa ajili ya kiti cha enzi. Na majaribu yetu makubwa ya kiroho huja
wakati tunasubiri. Je, nitachezea hali hii kwa manufaa yangu mwenyewe? Je, nitakubali kupunguza imani yangu? Je, nitakuwa na uchungu katika mchakato huu? Je, nitajilipiza kisasi? Kuna jaribu hili kwamba kwa sababu Mungu ameahidi hatima, njia yoyote ya kufika huko inakubalika. Ni ile dhana ya kwamba mwisho unahalalisha njia, sivyo? Na Daudi anatufundisha kwamba mapenzi ya Mungu lazima yafuatwe kwa njia ya Mungu. Na ni ngumu. Ni ngumu kusubiri. Unajua, nina shida na uvumilivu. Na bado hatuwezi kuruhusu kutovumilia kwetu kutusukuma kufanya kitu ambacho Mungu asingependa tufanye. Usipunguze uadilifu wako ili kutoka katika hali isiyofurahisha. Usiwadanganye watu ili kutimiza ahadi. Usibadilishe tabia yako inayodumu kwa matokeo ya muda mfupi ili kupata unachotaka. Na ikiwa dhambi ndiyo njia ya kuipata, basi si njia ya Mungu ya kukupa. Wakati wa kusubiri, elewa hili. Wakati wa kusubiri si wakati uliopotea. Sawa? Ni wakati wa kujenga. Kila wakati unachagua utii badala ya njia ya mkato, Mungu anaunda kitu katika tabia yako. Kushindwa kwako kunaweza kuwa mpango wa Mungu. Na kisha hatimaye mwamini Mungu kutumia kile ambacho ungeondoa, kile ambacho ungefuta, kile ambacho ungekata. Miaka 15 hadi 20 inapita kati ya wakati wa kutiwa mafuta kwa Daudi na wakati ambapo alianza kutawala Israeli yote. Lakini Daudi alipokuwa mfalme, hatimaye alileta kila kitu ambacho njia ya mzunguko ilikuwa imeunda ndani yake. Malisho yalifundisha uwajibikaji na nguvu. Goliathi alimfundisha ujasiri. Jumba la Sauli lilimwonyesha njia mbaya ya kuongoza. Jangwani alimfundisha kwamba anahitaji kumtegemea Mungu. Pengo lilimfundisha umuhimu wa kuwa na huruma kwa watu waliovunjika, wanaoumia. Fursa ya kumuua Sauli ilimfundisha kujizuia. Na Daudi hakuweza kuona yote hayo alipokuwa akikimbia kwa ajili ya maisha yake. Hilo ni moja ya mambo magumu kuhusu imani, kwamba tunaishi katika sura ambayo kusudi lake linaweza lisionekane hadi baadaye. Nina rafiki yangu kanisani kwetu. Jina lake ni Chris Odom. Na ameandika vitabu kadhaa na ni vya kusisimua sana, sawa? Na hiki kimoja kinaitwa Texas Wild. Na unaposoma unajua unataka tu kuona kitakachotokea kwenye ukurasa unaofuata. Na ninaangalia baadhi ya sura. Zinaitwa shambulio, ripoti, maono, utafutaji. Una majina ya sura, na ukisoma sura za maisha ya Daudi zingekuwa zinaitwa mkimbizi, mzinzi, muuaji. Lakini majina hayo ya sura hayakuwa jina la kitabu chake. Kitabu chake kilikuwa kweli mtu aliye na moyo wa Mungu. Na tunaona sura katika maisha yetu zinavyojitokeza, lakini Mungu anaona hadithi nzima kutoka mwanzo hadi mwisho. Hadithi ya maisha yako haijaamuliwa na sura mbaya zaidi katika maisha yako. Kila njia ya mzunguko tunayochukua haitakuwa na maana wakati huo, lakini kila sehemu ya maisha yetu inaweza kukombolewa na Mungu anayeona mwanzo kutoka mwisho. Mungu anaweza asieleze kila sababu, lakini atakutana na wewe katikati ya yote. Na nataka kukupa changamoto ya kuuliza swali hili: Mungu, unaniandaa kwa ajili ya nini? Labda Mungu anakutayarisha kumtia moyo mtu atakayekabiliana na kile unachokabiliana nacho sasa au ulichokabiliana nacho. Labda anazidisha huruma yako.
Labda anafichua mahali ambapo utambulisho wako umekuwa ukitegemea mafanikio au idhini au udhibiti. Kwa kweli, nataka tuangalie mstari wa nguvu wa wiki hii. Uko katika Zaburi 138 vasake 8. Tutasema hili kwa sauti kubwa pamoja. Nice. Bwana atatimiza mipango yake kwa ajili ya maisha yangu, kwa maana upendo wako wa uaminifu, Bwana, hudumu milele. Usiniachilie, kwa maana umeniumba. Hiyo ni Zaburi 138 vesika 4. Bwana atatimiza mipango yake kwa ajili ya maisha yangu. Ahadi ya ajabu kutoka kwa Mungu. Na labda anakufundisha kwamba uwepo wake unatosha hata wakati huwezi kuona mpango wake. Huna haja ya kuelewa njia ya safari ili kumwamini mwongozo wa safari. Shamba halikumtenga Daudi. Kukataliwa na kusubiri hakukumtenga. Mungu alikuwa bado anafanya kazi. Na ikiwa wewe ni wa Kristo, basi njia yako ya mzunguko haimaanishi kwamba hatima yako imefutwa. Kushindwa kwako kunaweza kuwa mpango wa Mungu. Hadithi ya Daudi inaelekeza zaidi ya Daudi kwa mfalme mwingine kutoka ukoo wa familia ya Daudi ambaye alikuja baadaye katika hadithi. Ninazungumzia Yesu. Yesu alikuwa mwana wa Daudi aliyeahidiwa. Alikuwa mfalme halali, lakini alikataliwa na watu wake mwenyewe. Alisalitiwa na rafiki. Alishtakiwa kwa uongo na kuhukumiwa. Alidhihakiwa na kupigwa. Alivaa taji lililotengenezwa kwa miiba na alisulubiwa msalabani badala ya kuwekwa kwenye kiti cha enzi cha duniani. Na kwa kila mtu aliyekuwa akitazama, msalaba ulionekana kama kushindwa kubwa zaidi katika historia. Ilikuwa inaonekana kama uovu umeshinda, kwamba tumaini limekufa na kwamba ahadi ya Mungu imeshindwa. Lakini kile kilichoonekana kama kushindwa kikawa njia ya Mungu ya ushindi. Yesu alijitoa kwa hiari kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya dhambi zako na zangu msalabani, na alichukua hukumu ambayo tulistahili, na alikufa badala yako. Na kisha siku ya tatu alifufuka kutoka kaburini. Alifufuka, yuko hai na anaishi leo. Na Yesu alifanya kile ambacho hatungeweza kamwe kufanya. Daudi alikuwa mfalme asiye mkamilifu ambaye hatimaye alishindwa. Yesu ni mfalme mkamilifu. Je, nilisema hivyo? Daudi alikuwa mfalme asiye mkamilifu ambaye hatimaye alishindwa kwa njia tofauti. Lakini Yesu alikuwa mfalme mkamilifu ambaye alibaki mwaminifu kupitia kila jaribu, na alitoa maisha yake kwa ajili ya wenye dhambi kama wewe na mimi. Na kwa sababu Yesu alikufa na kufufuka tena, dhambi zako zinaweza kusamehewa. Yaliyopita yako yanaweza kukombolewa. Mpango mkuu ulikuwa msalaba wa Yesu uliopelekea kaburi tupu, na kupitia yeye watu waliopotea sasa wanaweza kuletwa katika uhusiano wa kweli na Mungu. Unaweza kumwamini Yesu na kuvunjika kwako na dhambi zako na maswali yako yasiyojibiwa na njia zako za mzunguko, na zaidi ya yote na maisha yako ya baadaye. Na nataka tuombe pamoja sasa hivi. Tuombe. Baba wa mbinguni, Mungu, tunaweza kuvunjika moyo sana wakati tumefahamu ahadi yako, lakini inaonekana kama muda ni mrefu sana na tunapaswa kusubiri, na tunapitia njia hizi za shaka. Na Mungu, tusaidie kuwa na imani ya kuamini Mungu kwamba bado unafanya kazi, bado unatembea na Mungu, kwamba unakuza kitu ndani yetu na unatekeleza mpango wako mkuu kwa maisha yetu. Mungu,
tunapokuamini. Tupate tumaini hilo, tupate imani hiyo leo. Na kwa baadhi leo ungeweza kusema nahitaji Yesu moyoni mwangu na katika maisha yangu. Sitaki kuishi siku nyingine mbali naye. Yesu ndiye anayeweza kukomboa maisha yako ya zamani. Anaweza kusamehe dhambi zako na anaweza kukupa tumaini kwa ajili ya maisha yako ya baadaye. Je, utamwamini leo? Je, utaomba hili pamoja nami? Sema, Yesu mpendwa, na kuhitaji moyoni mwangu na katika maisha yangu. Ninaomba msamaha kwa dhambi zangu. Ninaomba unisamehe, unibadilishe kutoka ndani hadi nje, unifanye mpya, unifanye sehemu ya familia yako ya milele. Nijaze na Roho wako na unisaidie kukufuata kila siku. Asante kwa kazi uliyoanza katika maisha yangu leo. Ninaomba haya kwa jina la Yesu. Amina.